Kama utavizingatia, hakuna invitation ambayo utafanya alafu ikashindwa kuleta matokeo. Kitu cha kwanza tulipoishia kamwe kabla ya mawasilisho ya invitation yako au mwaliko wako, usiongee na mtu unayetaka kumkaribisha kuhusu biashara. Hicho ni kitu ambacho watu wengi sana hasa madistributor wanakikosea. Unakuta anamwambia sisi tunafanya na kampuni ya Besuma, sisi tunafanya biashara na kampuni fulani, sisi tunafanya biashara, viongozi wetu wana hela nyingi, viongozi wetu ni matajiri au wana mafanikio makubwa. Hilo ni jambo ambalo madistributor wengi nimejaribu kufuatilia wanalikosea zaidi, na ndio maana unajikuta unashindwa kuweza kumpatia mtu mwaliko. Sasa ni nini ambacho unatakiwa kukijua? Cha kwanza, unaweza kumpa taarifa ambazo sio sahihi kabisa. Hilo ni jambo ambalo watu wengi wanalikosea, au kumpa taarifa ambazo sio kamili, na unaweza kusababisha mtu huyo awe na mtazamo ambao sio sahihi kuhusu biashara. Sasa hata kama ni rafiki yako wa karibu, atakataa ofa yako kwa sababu haoni uthamani wowote kwa lile jambo ambalo unataka kumshirikisha, kwa sababu ushamaliza kila kitu. Wewe hajajua ni kipi ambacho umekifanya au unakifanya kupitia nini, wewe tayari ushakurupuka. Kwa hiyo unamkosa yule mtu, na hii haimaanishi kwamba iwe ni siri, ila ni kanuni ya biashara ndio inavyotaka. Kwa hiyo ni lazima uweze kumguide kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili aweze kuona umuhimu wa mwaliko wako. Lakini kitu cha pili, lazima ujenge shauku kwa mtu ambaye unataka kumwalika, aidha ni katika semina au ni katika sehemu fulani kwa ajili ya jambo la fursa ya biashara. Lakini kitu cha msingi ni kwamba lazima aone namna unavyojiamini kuhusu biashara hiyo. Lakini pili, onyesha kujiamini. Watu wengi sana tunapotaka kuweza kuwashirikisha watu biashara, unajikuta wewe mwenyewe hujiamini. Yaani wewe mwenyewe kwanza hujiamini kwa kile ambacho unakipeleka kukiwasilisha. Sasa kama wewe hujiamini, mimi nitakuaminije? Hilo ni jambo ambalo watu hawalijui, na ndio maana watu wengi sana hawawezi kujoin katika biashara kwa sababu ya vitu vidogo vidogo kama hivyo. Kwa hiyo ni lazima uweze kuwa na confidence katika lile jambo ambalo unalifanya au biashara yako ambayo unaifanya. Hiyo itaweza kuwa ni sababu ya kuweza kumuonesha kwamba huyu jamaa anajiamini na biashara yake ambayo anaifanya, kwa hiyo hata mimi naweza kanipatia matokeo. Hapo ndipo watu watakuwa na shauku ya kile ambacho unakifanya na kile ambacho umekipendekeza. Kwa hivi ni vitu ambavyo ukivizingatia vinaweza vikawa ni moja ya vitu vya muhimu sana ambavyo vinaweza vikakufanya wewe uweze kuyapata matokeo. Ya Madam Habiba, unaweza mute mic yako hapo, unaweza ukamute hiyo mic hapo Habiba, kuna vitufe chini hapo. Asante. Sawa. Sasa nitakuonesha makundi ya watu ambao unatakiwa kuwajua kabla ya kuweza kuwaalika. Haya ni makundi mawili tofauti kabisa, ambapo kwa kila mmoja au katika kundi lina namna yake ya kuweza kulipatia mwaliko. Sasa kundi la kwanza ni lile kundi la marafiki wa karibu na ndugu au wafanyakazi wenzako wanaokuamini, au wale watu ambao kila siku upo nao, ambao kila siku wanakuamini kulingana na wanavyokuona na vitu ambavyo unavifanya katika upande wao. Hili ndio soko la muhimu sana ambalo unalo kwa sasa hivi kulingana na watu ambao wanakuamini katika stage ya kwanza. Lakini hao watu ambao wanakuamini wewe wakishakupatia nafasi, kwa sababu utakuwa na mafanikio zaidi kama utaweka vitu vyako katika mpangilio mzuri wa kuweza kuwapatia nafasi ya kuwaalika. Kwanza kabisa, ili uweze kumwalika huyo rafiki yako ya Omari, unaweza ukamute mic yako hapo. Ya moderator unaweza ukafanya tu hapo moderator, ukamute hapo Mr. Omari. Okay, asante. Sawa. Sasa kundi la kwanza unawezaje kulipatia mwaliko? Kwa mfano, unaweza ukasema hivi kwa rafiki zako au watu ambao wanakuamini. Unaweza ukasema hivi, kwa muda sasa nimekuwa nikifanya mradi huu
na nikafikiria kwamba utaupenda pia, na nina uhakika kwamba utapata faida nzuri kama ukifanya kwa umakini na kuipa muda wa kutosha na kufanya kwa juhudi. Hiyo ni namna ya kwanza ambavyo unaweza ukamwalika rafiki yako, ukamwalika jirani yako, au mtu ambaye anakuamini katika mazingira yako na kile unachokifanya. Lakini kwa namna nyingine unaweza ukasema hivi, nina pendekezo la biashara kwa ajili yako ambayo utaipenda sana, kwa hiyo inabidi tuache au tukae chini na kuongea kwa kina juu ya hii biashara, ili uweze kupata nafasi ya kunielewa zaidi kile ambacho nakifanya. Bila shaka utaweza kuwa na nafasi nzuri ya kupata mafanikio. Sasa kuna maswali atakuuliza, bila shaka hayo maswali yategemee kabisa. Atakuuliza biashara hii inahusu nini? Huo ni mtego wa kwanza unapatiwa. Lakini mtego wa pili utaulizwa, ninategemewa kufanya nini? Mtego wa pili huo. Lakini mtego wa tatu utegemee, nipe taarifa zaidi. Sasa hapa kama hujajiandaa na wewe hujaweza kupitia basics zozote katika biashara yako, hujaweza kujifunza na ukajua kwa undani zaidi juu ya biashara yako, hapo ndipo unapoanza kutema mahindi, kwa sababu wewe mwenyewe hujui unachokifanya, hauna taarifa za kujitosheleza kwa kile unachokifanya. Hapa ndipo watu wengi sana wanashindwa kuwapatia watu nafasi za mialiko. Unabaki ukijing'atang'ata kwa sababu hujui wewe mwenyewe unachokifanya, hukielewi. Ndio hapa mtu anapoteza confidence. Kwa hiyo mtu kabisa anaona hawa ndo wale matapeli hawa, hamna lolote hapa. Sasa nini ambacho unatakiwa ukifanya, au jibu lako linatakiwa liwaje? Utamwambia hivi, rafiki yangu, hili ni swali makini sana sana sana. Kwa sasa sina muda wa kukueleza na hakuna sehemu ya kuongea kwa utulivu. Kama umevutiwa nayo, basi nipe saa moja na nitakupa taarifa zote kwa msaada maalum, aidha kutoka kwa kiongozi wangu au kulingana na nyaraka ambazo ninazo za taarifa juu ya hii biashara. Hilo ndio jibu lako ambalo utatakiwa kumpatia, sio uanze kusema tu unajua utapata hela nyingi, utapata mwisho wa mwezi, utapata kama kiongozi Chenza anapopata milioni ngapi, 90 zile milioni ngapi. Hapo tayari unamconfuse yule mtu na anaona hana haja ya kuingia kwenye mwaliko, kwa sababu vitu unavyompatia viko juu ya uwezo wake. Kwa hiyo unamchanganya, na baada ya hapo ataona wewe hauna thamani ya kuweza kumwalika tena. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kulijua. Sasa ni nini ambacho unatakiwa ukijua pia? Usitoe taarifa kwa rafiki kuhusu biashara na bidhaa kama haijakidhi mfumo ambao wewe tayari umeshajiridhisha nao, au akisisitiza katika upande wa kuuliza maswali yake zaidi, unapaswa kumjibu hivi tena: hatuna muda wa kutosha wa kueleza mradi huu, na taarifa unazozitaka uzipokee ni muhimu sana. Sasa mimi nakushauri kama rafiki yangu, usikurupuke. Mazungumzo ya kina yanahitaji sehemu yenye utulivu na muda mwingi. Tukubaliane muda na mahali pa kukutana. Hapo itakuwa imerahisisha namna ya kuweza kumwalika rafiki yako, kumwalika mtu ambaye anakuamini, kualika jirani yako katika ule mwaliko ambao umeutarajia, ili aweze kupata jambo ambalo litaweza kumsaidia pia yeye. Hilo ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili, kama ni watu wakubwa zaidi ya umri wako, au watu ambao wana cheo, wanafanya pengine kazi ambayo inaingiza hela zaidi ya wewe unayoifanya, au ni watu ambao ni wa makamu wanakuzidi umri kidogo, kuna namna yao ambao unatakiwa uweze kuongea nao, sio kama vile ambavyo unaongea na vijana wenzako au unaongea na watu ambao umeshazoeana nao. Kwa mfano, mtu ambaye umemwalika aidha ni baba na miaka 55 au ni mtu ambaye ana miaka 40 kidogo, ana umri ambao ni mkubwa kidogo, hivi ndo unavyoweza kuongea naye. Sasa hivi karibuni nimejiunga na biashara moja hivi, na ninaona ni biashara yenye mvuto na faida sana. Naifurahia sana biashara hii, lakini ili nifanikiwe zaidi nahitaji ushauri wenu au ushauri wako. Hilo ni kama umeliweka swali la mtego kwake, kwa sababu wewe tayari una information za kutosha, lakini pia umeshajiridhisha katika biashara unayoifanya na unajua ni nini ambacho nakifanya. Kwa hiyo haitoweza kukutoa katika mchezo. Kwa hiyo hapo wewe unampatia kama swali la mtego, kumuingiza katika mfumo ambao unahitaji ili uweze kumpatia mwaliko. Sasa kama mnaweza mkanipa
pengine lisali moja au masaa mawili, nitawapa taarifa kamili juu ya biashara hii, lakini juu ya fursa ambayo nimeipata, nahitaji ushauri sana kutoka kwenu. Kwa hiyo watatenga muda au hao watu wataweza kukupa nafasi wa kusikilize ni nini hicho ambacho unahitaji wa kupatia ushauri, na baada ya hapo sasa ndio unaingiza jambo lako. Ili kupata matokeo mazuri katika kualika kabisa, hilo unapaswa kulijua. Unapaswa kuzingatia mazingira sana, na hasa ni mazingira gani? Hapa nitakuonesha. Kuna namna ambazo unatakiwa kuzijua. La kwanza, ongea na watu kwa dhati na kwa moyo wote. Maneno hayatoshi, lakini watu wanaangalia zaidi kwa umakini tabia yako na udhati wako kulingana na nani kuliko biashara yako ambayo hiyo unaifanya. Hivyo ni vitu ambavyo hawa watu au katika kundi hili huwa wanaviangalia zaidi, na wanatakiwa wasisikie hisia zako, kwa sababu hisia zako ni hisia za kawaida kabisa ambazo, kumbuka, mtu unayeongea naye huko kashavuka. Sasa unawezaje kuongea naye kama mtu mzima mwenzako? Yaani wewe utoke katika kundi la ukijana au kundi la kawaida uingie katika kundi lao ili muweze kuelewana. Sasa hapa hutakiwi kutumia hisia zako, na wana namna yao ya kuijua imani yako katika biashara, ambao wakiamua na kupima kidogo, hapo wataweza kuona sasa ana uwezo wa kuingia katika mfumo unaotaka wewe au akaachana na wewe. Jinsi unavyoiamini biashara na kuiongelea kwa heshima ndivyo itavyokuwa rahisi kwenye zoezi zima la kualika. Hilo lishike kabisa. Yaani vile watavyoanza kuona unavyoongea kwa umakini, kwa utaratibu, kwa kujiamini, basi yule mtu anaweza akaona kwamba kuna umuhimu wa mimi kuweza kuhudhuria katika mwaliko huo, ili niweze kusikiliza zaidi ni kipi ambacho kimelengwa sisi tuweze kukifahamu. Lakini cha pili, mpaka pale utakapokuwa umeanza kujiamini sasa, mpaka utapokuwa uko tayari kwa mazungumzo makini na watu, utabidi uweze kupata mafunzo ya hatua hii kutoka kwa mtu aliyekutangulia, ambaye huyo ni upline wako. Usikurupuke au kudanganya kwenye kumwalika mtu, yaani wewe ukajitungia tu mambo yako ukaanza kujiongelea, na kati haujapata kanuni na mwongozo wa namna gani ya kuweza kualika watu, hiyo itakuchapa, lakini pia watu hawataweza kukuamini kwa sababu hujatumia mfumo ambao unahitajika, hasa kwa kumuuliza aliyekutangulia katika biashara au kiongozi wako. Unapaswa kutambua kwamba marafiki na ndugu zako ni watu wa karibu, wako tayari kukupa masaa mawili au lisali moja kwa muda fulani katika muda wao wanaweza katenga. Baada ya kuwasilisha, endelea kuwa na mahusiano nao, ambao hao sasa ni katika kundi hilo la pili. Endelea kuweka mahusiano na mawasiliano, kwa sababu sio siku moja tu utampatia mwaliko ataingia katika biashara. Hapana, wanachotaka ni ukaribu wako wa dhati, na hawa watu wanaweza akawa pia karibu yako. Lakini cha tatu, kama usitoe maelezo mengi sana, yaani siku moja tu wewe tayari ushaeleza paka compensation plan, yaani ushaeleza paka faida zinapatikanaje, ushaeleza mpaka magari yanashindwaje, watu wanashindaje magari, watu wanashindaje safari. Yani wewe tayari ushaeleza kila kitu. Sasa yani maana yake wewe haina haja sasa ya kwenda kuni huo mwaliko, kwa sababu wewe ushamaliza kila kitu, ushafundisha kila kitu. Maana yake haoni muhimu tena wa kuweza kuanza hicho kitu ambacho umepatia nafasi ya kwenda. Kwa hiyo unapotaka kumwalika mtu au kumpatia nafasi ya mwaliko, siku ya kwanza tu usijikute umeongea kila kitu, umetapika kila kitu, ya chakula chote umekitapika. Sasa manake hamna umaana wa kuweza kuweka mwaliko na hicho kitu ambacho umemwalikia. Lakini kitu cha pili, kitu hicho cha tatu, usianze kuongelea kampuni na kipato. Taarifa zisizokuwa sahihi au zisizojitosheleza zinaweza kupelekea kupoteza imani kwako, na hapo baadaye kwa huyo mtu ambaye unampatia mwaliko. Lakini jambo la nne ambalo unatakiwa kulijua katika kundi hili la hawa watu, kama ni rafiki yako au ndugu yako akikuzonga sana na maswali mengi kuhusu biashara, nijibu hivi: usiwe na papara ndugu yangu, au usiwe na wasiwasi. Huwezi ukapoteza chochote kama ukijitolea masaa yako mawili. Ni kitu muhimu zaidi na ni kuwa na taarifa kamili kuhusu biashara. Lini
unaweza kupata muda ili niweze kukueleza swala hili. Kwa mfano, kesho mida ya saa 4 au siku ya Jumapili pengine saa 9 au saa 10, unatenga ule muda ambao wewe unaona kabisa ratiba zako hazipo fixed, hamna majukumu ambayo unayo, ambapo unaweza ukapata nafasi mkakaa, alafu sasa ukamwelewesha vizuri zaidi. Hapo hicho ni kitu ambacho kitaweza kukusaidia wewe yale maswali yake mengi yasiweze kupoteza muda wako na yakakutoa katika ramani ya kuweza kumpatia mwaliko. Lakini kitu cha tano, kama ukiulizwa swali hili na huyo huyo mtu ambaye umemwalika, kwa mfano unahakikisha kwamba nitafanikiwa kwenye hii biashara, naamini hata wewe umeshakutana na hilo swali. Hivi unaamini kabisa nikianza hii biashara yako hii nitafanikiwa? Hivyo ungekuwa wewe ungejibuje? Swali lako la umeulizwa sasa na huyo mtu ungemjibuje? Ungemjibuje? Sasa nitakuonesha namna ya kuweza kumjibu. Jibu lako linapaswa kuwa hivi: bila wasiwasi wowote, ninakuhakikishia, lakini kuna sharti moja. Kama ukifanya kazi na mimi bega kwa bega, kama ukitimiza majukumu na kuwajibika kwa uhakika, utakuwa na mafanikio. Unatakiwa umwambie hicho kitu, ajue kabisa, kwa sababu asije akaingia kwenye biashara au akaingia katika ule mwaliko unaotegemea kumpatia fursa ya biashara, alafu akategemea akae akisubiri kwamba atapata miujiza ya kuweza kupata hiyo pesa na hayo mafanikio. Hakuna. Kwa hiyo unatakiwa umjibu kabisa kwa kumuonesha wazi kwamba kuna mchakato ambao utaupitia, lakini mimi sijui ni lini utapata hayo matokeo, ila kinachohitajika ni wewe kufanya bidii, kufanya kazi kwa kujituma ili uweze kuyapata hayo mafanikio. Kama huwezi kufanya ninachokisema, siwezi kukuhakikishia chochote. Unamwambia ukweli kabisa, alijue hilo, kwa sababu pale atapoingia na umemwaminisha kwamba kuna mafanikio na anaweza kupata tu ndani ya muda mfupi, itakuja iwe lawama kwako na atakuja hayo majuto, kwa nini uliweza kumwalika na kumpatia hiyo fursa ya biashara. Kwa hiyo unatakiwa umwambie ukweli, alijue kabisa kwamba kuna mchakato ambao atapaswa kuupitia ili aweze kuyapata yale matokeo ambayo anakuona wewe unayo kwa sasa hivi, kwa sababu hayo matokeo mwenyewe hujayapata ndani ya siku moja. Kwa hiyo unatakiwa umuoneshe. Lakini kitu kingine, rafiki yako anaweza akawa na taarifa pengine kuhusu hiyo biashara ambayo unataka kumshirikisha, aidha ni kampuni ya BF Suma, asiye kuisikia mahali na makampuni mengine, au hata kuwa na mtazamo hasi kuhusu jambo hili la biashara yako ambayo unataka kumpatia au kumpatia huo mwaliko. Sasa anaweza akakuuliza baadhi ya maswali. Anaweza akakuuliza hivi, hiyo biashara inahusiana na mauzo ya virutubisho au urembo? Katika hali hii, jibu lako lisiwe la kukurupuka, linatakiwa liwe jibu ambalo ni la mtu ambaye anatumia akili sana. Unakaa kwa utulivu kwa kufikiria, kisha ndo unajibu. Sasa unamjibuje? Hii sio aina ya biashara, usiwe na papara, tenga masaa yako mawili na utapata taarifa kamili kuhusu biashara hii. Kwa hiyo ndugu yangu, usiwe na makurupuko, we tulia. Nimekupatia nafasi katika muda fulani, tuonane siku fulani, pengine katika muda huo mimi na wewe tutakaa chini ili niweze kukuonesha namna gani hii biashara inaweza kukufanya ukayapata matokeo, lakini pia ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvizingatia ili uweze kuyapata hayo mafanikio. Kwa hiyo usije ukadanganyika na rafiki yako hana taarifa za kutosha kuhusu biashara ya mtandao, lakini wewe ukaona ana taarifa za kutosha. Kwa sababu gani? Taarifa zisizojitosheleza ndizo chanzo cha hatima isiyo sahihi. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kulijua. Kama rafiki yako ana malingo sana, au mtu yoyote ambaye unampatia nafasi ya mwaliko ana malingo sana na anasema anaijua sana hii biashara na kukuonesha kutokuamini maneno yako, ujue hajui lolote kabisa kuhusu biashara hiyo. Hajui. Kwa sababu gani? Alipewa taarifa zisizokuwa za kuaminika kuhusu biashara hiyo. Kama alipata taarifa sahihi, angeifanya biashara hiyo kwa muda mrefu, angeweza kuendeleza ile biashara, lakini pia angeweza kuonekana kuna sehemu fulani ya matokeo ambayo ameyapata. Sasa anakuambia anaijua biashara ya mtandao,
anaijua kampuni ya Betsuma na makampuni mengine, na wewe ukaona kabisa huyu mtu ninachomwambia hapa ni kama nampotezea muda. Nikwambie tu ukweli, hajui lolote. Utajuaje kama hajui lolote? Unaweza ukamwambia maneno machache tu hivi, rafiki yangu, taarifa ulionayo, mi nikwambie tu haijitoshelezi na sio sahihi. Kwa mfano, unajua nini kuhusu Touch Betsuma? Unaanzia hapo kwanza, swali dogo tu, unajua nini kuhusu Touch Betsuma? Je, umeshawahi kusikia Jacaranda Club ya kampuni? Umeona hayo maswali? Akiona kwamba una taarifa nyingi zaidi, huyo rafiki yako ataweka kando majivuno yake mapema sana. Sasa hapo endeleza mazungumzo kwa maneno maneno ambayo ni ya kawaida, ambayo maneno kama ambayo hayatoweza kuleta tafulani, hayatoweza kuleta ugomvi na kuweza kuleta mambo ambayo sio mazuri katika mazungumzo yenu au katika hatua zenu za kualikana. Unaweza tu ukaendelea na mazungumzo ya kawaida. Unaweza ukamwambia, umeamini kwamba hujui mengi kuhusu biashara hii? Hivyo basi, kama ukitenga masaa mawili na muda wako, utapata taarifa iliyo sahihi na ya kujitosheleza. Itakufundisha wewe, na ninakuhakikishia kama ukielewa vyema, utakuwa pamoja na mimi katika hii biashara. Cha kwanza kabisa, usiwaalike wale ambao hawana muda na nia ya kujua kwenye uwasilishaji wa kununua bidhaa na kufanya biashara. Kama wakielewa biashara wakati wa uwasilishaji, hawatopata muda wa kusoma na kupata mafunzo. Usifanye hivyo vitu katika uharaka. Kuwa na subira mpaka mwafaka ufike. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa umwambie, lakini pia hata wewe unatakiwa kulijua. Sasa vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe ni wewe kuwa umeshapata taarifa za kutosha. Uwe umepata taarifa za kutosha juu ya biashara yako kabla ya kuweza kumwalika mtu mwingine katika biashara. Na unachopaswa kujua ni kwamba biashara sio njia ya haraka ya kupata utajiri, lakini ni njia ya uhakika, hasa kupitia biashara unayoifanya kwa sasa hivi. Kwa nini uongo? Huo ni ukweli ambao upo wazi kabisa. Sasa siku zote dumisha msimamo wako na usibembeleze mtu au usimwombe mtu anunue bidhaa zako, na usimwombe mtu msamaha kwamba uliwapa nafasi ya kutajirika. Hivyo basi usisitize, peleka bidhaa na kujiamini, na onesha kwamba unawafanyia wao mema. Yaani usije ukamwalika mtu kwenye biashara au ukampatia nafasi ya yeye kuweza kuifanya biashara wakati yeye haoni uthamani. Usije ukabembeleza mtu au ukamfatafata mtu kwa kumuomba ajiunge biashara. Utapoteza muda, na huyo mtu kama ataingia kwenye biashara atakutesa sana. Sisi tuna experience kwa sababu tuna muda mrefu katika hii biashara, na hivyo vitu tumeshaviona sana. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo huwa linawatokea watu wengi. Kwa hiyo kama hutokuwa umejiandaa vyema, utaona unapitia wakati mgumu, lakini ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo usimforce mtu wala usimbembeleze wala usilazimishe, kwa sababu hata kipindi anasoma shuleni hakubembelezwa, alikuwa anaenda yeye mwenyewe bila kufatwafatwa. Mpaka anamaliza chuo ameenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo hauna haja ya kumfatafata. Kwani we chooni ukiwa unaenda unafatwafatwa? Manake hapana. Kwa hiyo ni jambo ambalo unatakiwa kulijua. Lakini kitu kingine, usialike watu ambao majina yao yapo lakini uwafahamu vyema, na wale wasio karibu na wewe, kwa sababu ni soko ambalo halina tija na halina uhusiano mzuri nao. Ongea nao kwanza kukusanya taarifa zaidi kuhusiana nao. Baada ya hapo sasa, ukishapata muda sahihi, waalike kwenye uwasilishaji. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia. Lakini kingine, usiwakaribishe watu bila kuwaarifu. Mtangulizi wako kwenye biashara ni upline. Hilo jambo unatakiwa kulijua kabisa. Na usiwaambie kuhusu biashara, wakaribishe watu kwenye orodha moja baada ya mwingine. Kwa hiyo anza katika stage ndogo, ukiwa ndo hatua yako ya kwanza kuweza kufanya invitation. Anza na mmoja baada ya mwingine. Usije ukachukua watu wengi au ukachukua zaidi watu 10, watu 20 ukawaweka sehemu moja ili uweze kuwapatia mwaliko na kuwafundisha juu ya biashara. Yaani hapo ni kuibia siri moja.
huo mkutano unaweza ukaharibika na inaweza ikatokea vurugu yoyote hapo, kwa sababu wewe kwanza haujawa na taarifa ya kutosha na katika kile ambacho unakifanya. Sasa unapojaribu kualika watu 10, kumbuka umealika akili tofauti 10. Kila mtu ana mtazamo wake pale. Kwa mwingine ataona ni light, mwingine ataona ni uongo. Kwa vitu vile vikikutana itakuwa ni short na hapo yatatokea madhara. Kwa hiyo anza na mmoja baada ya mwingine kwa mmoja mmoja. Baada ya hapo sasa ukisha master vizuri, basi unaweza ukafanya event ukawa unaalika watu 10, 15, 20, ukawa unafundisha juu ya biashara nao pia akakuelewa. Lakini kumbuka, kuelewa uwasilishaji inabidi mkubaliane muda na mahali. Baada ya hapo, kabla hujaalika mtu yoyote, kubaliana na mpango wako na mtangulizi wako kwenye biashara. Kwa hiyo kubaliana na upline wako au kiongozi wako kabla ya kuweza kufanya mwaliko. Either mtumie three-way call au mtumie direct invitation au mtumie indirect invitation. Hivyo vitu ambavyo unatakiwa ukae wewe na kiongozi wako mjue sasa namna gani atakuguide katika upande wa kuweza kualika watu ili muweze kuyapata matokeo katika biashara na kile kitu ambacho mnakifanya. Kwa hiyo siku ya leo tumeweza kujifunza mambo mengi sana katika upande wa invitation, namna ya kuweza kuwapatia watu nafasi ya mwaliko ili uweze kuwapatia nafasi ya kuianza biashara hiyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia, na hayo makundi mawili ndio ya muhimu zaidi unatakiwa kuyajua namna gani ya kuyapatia mwaliko. Ninaamini kila mmoja ameweza kutake point za muhimu, hasa kwa members ambao tayari wapo katika biashara, lakini pia na wageni ambao bado hawajaweza kuijoin. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa muda wenu, Mungu awabariki. Na wakati huu ningependa niweze kurudisha usukani kwako Coach Abeid. Mindset ya mtu anapoangalia positive za watu mbalimbali ambao wamefanikiwa kupitia biashara hii, na imani hata kama ni mtu ambaye alikuwa amini kwamba anaweza kufanikiwa katika maisha yake, hii business kwa kweli inaweza kumsaidia kujikomboa yeye mwenyewe kiuchumi, kusaidia ndugu zake pamoja na watu pia wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Mimi nimeanza sio muda, lakini kwa usimamizi mzuri wa Coach Jackson kwa kweli najisikia vizuri sana, na namshukuru sana coach, anaelekeza vizuri na imani tutafika mbali. Okay, asante sana Mr. Yohana. Na mimi umeshafika mbali kidogo kwenye upande wa training. Naamini kuna mafunzo ambayo ulikuwa unaendelea nayo. Shukrani sana, na mimi pia nimefurahi kuweza kuona kwamba una integrate, lakini pia upo interested sana kuyapata mafanikio. Mungu akubariki sana. Mimi nashukuru sana Coach Abeid kwa kuweza kutupatia hii nafasi. Basi mimi nirudishe usukani kwako. Okay, pongezi za dhati kabisa kwa Coach Jackson kwa kuweza kumsimamia hapo Mr. Yohana, na yeye hatimaye anauona mwangaza wa kile ambacho amechukua hatua ya kwanza moja kwa moja. Kwa hivyo kwa wakati huu ningependa niweze kufunga kipindi chetu cha siku ya leo, na wote kwa pamoja